wadau na wadaku. Shortly after Sky Victor kuupload hiyo video kwa channel yake ya kwenda kuvisit mama yake pale makaburini wakiwa na Dani na Tash. Shortly after akiwa kwa chileo video hivi, Kanyari naye akaingia pale kwa madhabahu akaanza kutusi Tash. Guys, mambo ni mingi. Mambo ni mingi. Sijui kama umeona hizo video zenye za Kanyari akitusi Tash. Mambo ni mingi guys. Yaani juzi kumekuwa na Mother's Day. For those who don't understand, juzi kumekuwa na Mother's Day. Tash ni anaishingi na Sky na Dani. Akafunga safari akasema waende makaburini kuwish mama yao Mother's Day, even if amekufa, but she still need to be celebrated. Yes, anafaa kuwa celebrated hata kama amekufa Mother's Day, because she was so nice to them. Alikuwa anawachunga vizuri, alikuwa anawapikia. After posting the video hivi, Kanyari akachemuka, akawaka moto, akaanza kuongea akitoa bubbles. I'm telling you guys, mambo ni mingi. Anyway, I'm going to put the clip here so that you guys you understand what nini tunasema. Nini tunaongea. And for those who don't know, huyu ni Sky, mtoto wa Kanyari, na Dani ni pia mtoto wa Kanyari, na huyu ni stepfather wao. Unaona ako makaburini, ni video ya juzi ya Mother's Day. So after these people wamekuwa na mkukurukakara za hapa na pale. Niyo ni kitu inakuwa kila siku. Kunakuwa na kukurukakara za hapa na pale. Juzi mliona nani Kanyari alinunua nyumba ya 19 million. Kanyari buying a 90 million house. He was expecting watu watafanya nini, wataenda kuishi na yeye kwa ile nyumba. But yeye hakujua watoto wake watakataa kuishi na yeye kwa ile nyumba. Watu walikataa kuishi kwa hiyo nyumba sababu watu walikuwa wanataka Tasha aishi kwa hiyo nyumba na wao. But Kanyari hakutaka Tasha akae kwa hiyo nyumba na Kanyari wanted to take the kids wakae na yeye. That's why alienda kununua nyumba ya 90 million yani is like to grab your love ya watoto wake kutoka kwa Tash iende kwake. Yani kumekuwa na a lot by the way kwa hii family. A lot inaendelea kwa hii family. So akakuja kupata kumbe watoto wake hata wanaja na nyumba ya 90 million. Juu alikataa kuishi hapo. They refused to stay in that house. They refused and wakakataa, wakasema tuwezi ishi kwa hii nyumba mpaka Tash akue hapa. Walibeba bag zao wakarudi kwa Tash. Wachana ni hiyo story ya nyumba ishe. Tuweke kwanza kando. Juzi kumekuwa na Mother's Day. And you guys know very well Sky Victor and Tash and Dani walikuwa wanapenda sana mama yao. Huwezi kosa kupenda mama yako. Walikuwa wanapenda sana mama yao, ndio walikuwa naishi na wao. Jienda ameishi ndio mzazi amekaa na watoto kuanzia wakiwa wadogo mpaka sasa wako wakubwa. And wamekuwa kiishi na Tash kuanzia wakiwa wadogo. So juzi Mother's Day Tash akasema wakachukua watoto wote. Hiyo ilikuwa Sky amesema kwa video si kwenda shule sababu my dad said we come here to tufanye nini, to visit our mom because it is Mother's Day. So wakaenda pale, wakawa pale kwa makaburi, tukaona pale watu wako pale kwa makaburi wanahuzunika and everything. It's a sad video. Sio kitu poa by the way. It's a sad video. Hata mimi by the way mimi imenifanya nikakuwa emotional and tunasema tu Mungu azidi kuwapatia nguvu, na sisi nyota zetu bado kwa hai, Mungu awaweke pia waishi maisha marefu pia. Yeah. So after kwenda kwa hii video, Kanyari naye after kupost hii video pale kwa Sky akapost video pale. Obvious Kanyari anafollow mtu wake sana, anaonanga kila kitu. Hivi tu kupost hii video hivi, Kanyari akiingia kwa madhabauni kesho yake which was Sunday, akiingia kwa madhabahu na akaanza kusema wanaume wenye wako ni weupe wanavanga earrings na wanavanga makofia na wanavanga blings hizi kwa manini mavitu hizi kwa shingo. Wanaume wenye wanapenda kujispray sijui nini ati hao wanaume wanavanga maskini sana. So he was referring to Tash ndio wanavanga earring. Tash ndio anavanga hizo macape. Sio si ndio sasa yule anavaa hapa cape. Tash ndio anavanga hizo ear. Okay, avanga bling kwa shingo zile za kuhang kama za wasanii, but anavanga tu something decent. Hizi manini za shingo hizo zinaitwa nini? Sijui mnazitanga sijui nini za shingo hizi. Anavanga tu kamoja kazuri. Na avae saa kwa mkono ama avae maybe saa zingine kakitu ka mkono pia avae yako. Unajua mimi sizivaingi sasa sijui majina zao. So after that Kanyari amewaka moto, ameanza kuropoka, anaropoka kwa madhabahu, anatusiana, anaongea na hasira na anatusi. Hiyo ilikuwa kutusi Tash. He was referring all those maneno or those matusi to nani,
to Tash, which is very wrong. Na hiki ndio inafanya hata nimeona kuna mtu ameandikia hapo chini, huyu watu wake watawahi mpenda, watawahi mheshimu because of these things. Uwezi enda tu si mtu mwenye anakuchukia watoto wako, hata kama ni mnalea na yeye, mseme eti sasa ni bwana na bwana, baba kwa baba mnalea watoto. It is very wrong. Hata mimi personally sikupenda vile anaenda kaza kuongea pale hivyo ati watu wanaume wanavanga earrings na weupe. Tena yeye anasema weupe ni nani? Weupe si ni huyu. Angesema generalize aseme tu wanaume wanavanga earrings, wanaume wanavanga bling bling, wanaume wanapenda kutembea na sprays. Hao sio au wanaume wanavanga maskini. Amesema wanaume ni maskini, hata yeye anatembea hata ajisprayingi, lakini ako na pesa, at least ako na pesa, anasaidia watu, anafanya nini. Lakini hao wanaume wenye wananga pesa, wanatembea na spray, hata wasaidiangi watu, kazi yao ni kulialia kila siku, hawana pesa. So it is very wrong. Na hiki ndio inafanyanga Sky, Victor na Dani wapendi kana baba yao, sababu baba yao ni mtu mropokaji. Ujaribu kulinganisha tabia Tash na tabia Kanyari, ni vitu mbili different. Tash ni kama anajielewa, cause hizi tabia za wanawake haiwezi kosa mwanamke, maybe tuseme tuwezi kosa girlfriend obvious size. Maybe akona girlfriend, maybe amletangi maybe kwa camera, ama na meeting na maybe in secret places, which is okay, and ako allowed kuwa na girlfriend. But si kama huyu Kanyari, mara akona Mario na Ipei, mara sijui anapiga wengine matako, mara sijui anafanya nini. So unaona hizo, kuna vitu zingine kama hizo, na ukumbuke mtoto wake anaonanga. Mtoto wake anaonanga kila kitu. Huyu Sky anaonanga, Dani pia anaonanga. Sky yako kwa mtandao kila siku. Anaonanga hizi vitu na post yako huko TikTok. Anaonanga kila kitu. Niambie mtoto gani atakuheshimu? Atakupenda kama mzazi, but ile heshima ya kukuheshimu inaisha. Hata ufanye nini hakuwezi kukuheshimu, sababu akijaribu kuangalia vitu unafanya ni vitu za watu wa class 2. Hata watu wa class 2 hawezi fanya vitu kama hizo. It is very wrong. Angefaa kwenda kwa madhabahu na kutusi Tash. Angeenda direct amwambie, mimi naona hii na hii unafanya, mimi yanifurahishi. Mimi nipatie watoto wangu nikae na wao. Na Tash alisema yeye alienda ka-adopt watoto. Kwenye mama wao alikufa, alienda Sierra, I think hata hizo vitu alisemanga kwa nini? Alisemanga pale ya siku kwenye betiari kufanga pale. Alienda akafile makesi and everything, akasema watoto ni wake, akawa-adopt kama watoto wake, akawachukua kama watoto wake. Despite that wako na baba yao, lakini akawachukua kama watoto wake. Yeye mwenyewe alisema kuna uwezo kulipa school fees kina Dani na Sky. Alisema kuna uwezo kuwalipia, lakini baba yao hataki nani alipe. Tash alipe, anataka yeye ndiye alipe. Baba yake hataki Tash abai chakula, anataka yeye ndiye aletange chakula. Ndio maana kuna siku mlisikia Sky akisema, kuna wakisema ati Sky alipigia sijui nani simu baba yake akiomba pesa ya chakula. It was a lie. Huyu Tash akutuna pesa zake. Si yako ni business zile zenye Betibali alimwachia. So ni mtu tu mwenye anajielewa, ni mtu tu mwenye ako sawa, ni venye tu sasa wanamjaji vibaya. But anyway, yani family ni za wenyewe. You give me your opinion in the comment. What do you think of this story? Because mambo ni mingi, kila siku tukiamka lazima tunaamka na mambo mpya. Yani mpaka inashangaza kabisa. Mimi hata sioni faida mtu kwenda kwa madhabahu na kutusi mwenzake.